tuambia there's a reason for everything. So tukiunganisha hiyo yote itaambatana na mahubiri yetu. Na vile mmesikia mimi ni kiongozi wa SYL kwa North Nairobi Station. Nataka kujua kama kuna SYL hapa. Do you know what SYL stands for? Yes. Who knows? Nelda aliwaambia tu hapa. Okay, thank you so much kiongozi. Ni senior youth leadership. Senior youth inaanzia hiyo ages tumesema za ambassador to young adults. Young adults inaanzia 22 to 30, tuseme 35. Si kuna vijana bado wako 35 na hajaoa, hajaolewa, si ndio? Huyo ni kijana kwa hapo ndani. So hiyo ni senior youth leadership. It's a course of study ya wale wanataka kukua viongozi wa ambassadors ama viongozi wa young adults ama wakwetu wamesomea hiyo kitu. Sijui mnafanyanga aje hapa uchaguzi Elda? Inafahamu kitafuta kiongozi wa ambassadors na kiongozi wa young adults requirement kukua SYL. Do you do that? Elders wengine wako hapo. Unajua nimezoea nikienda kanisa napatanga elders wamekaa kwa kona nyingine hapa. Nikitaka kuuliza swali na wapata. Ni hao wawili? Elders wako wapi? Wako ndani ya watu. Mnafanyanga aje mkitaka kutafuta hata sponsor wa ambassador ama wa youth ama advisor? Anafanya SYL. Mnaangalianga hiyo? You don't have a SYL here? Inafaa tuanze class hapa, si ndio? Yeah, so hiyo senior youth leadership ni ya viongozi wa ambassador na wa young adult. So kama mfanye mpango mkue na wao, na hata ambassadors wenyewe na young adults wenyewe wanafaa kuwa kwa hiyo class, ndio wakuwa wamesomea hiyo curriculum. So we are going straight to our sermon. Our sermon inasema, the best time to serve. Repeat after me. The best time to serve. The best time to serve God and man. Sindio? Yeah, it is the best time to serve God and man. Na tumesomewa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Mtu tusomee very fast. Very fast, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Biblia inasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakayosema mimi sina furaha katika hiyo. Okay, Kiswahili kidogo Kiswahili kidogo inakanganya. Kwa Kiingereza inasema, remember your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. Thank you so much. So Biblia inatuambia, we should remember our Creator in the days of our youth. Sindio? The days of our youth, niyo miaka tumesema ya 16 to 35 hapo, sindio? So tunaambiwa tumkumbuke Muumba wetu. Acha nijaribu kuparaphrase hiyo Kiswahili pia. Tumkumbuke Muumba wetu wakati wa ujana wetu. Kumaanisha wakati wa ujana watu wako strong, si ndio? Hello? Sasa unajua mara nyingi nitakuwa address wazee wenzangu. Juu vijana ukiwa kwa hiyo miaka ya ujana inamaanisha uko strong, si ndio? So hiyo ndio wakati unafaa kutumia kukumbuka Mungu. Na kukumbuka Mungu inamaanisha because God has saved you, you will serve. So you will serve God and you will serve man. And the best time to serve is when you are a youth. So remember inamaanisha everything you do, you should be acknowledging God as our creator. Si imesema kumbuka Muumba wako. So God is our creator. So in everything you do as a youth, in your youthful age, remember God is your creator and acknowledge him na umweke mbele kwa kila kitu. So when you put God first in everything, it means you'll be honoring him, and it means you will discover that God is the first person in your life. We should serve God
Alafu tukisha serve Mungu ndo baadaye tutaserve binadamu. Theme yetu leo inasema save to serve. So when we are saved, we serve God and man. So salvation, see security. You should not be saved ndo usiku mbinguni. You should be saved to serve. To serve. Hii mic iko sawa? Hello? Mic iko sawa? Nasikia nikai inapotea. Thank you. So we are being told when we are saved to serve, we should do it with all our heart when we are in our youthful stage. That's the best time hata ya kubuild foundation yako spiritually with God. You know, when you are a youth, there are so many things you can do that you will not be able to do when you are old. Wazee wenzangu, hiyo ni ukweli ama ni uongo? Wazee wangapi siku hizi wanatamani ati ningerudishwa kijana singefanya hii na hii, ama nikirudishwa msichana nitafanya hii na hii. Wangapi wamewahi fikiria hivyo? Wazee wenzangu wako wapi? Hebu nitafute wazee hapa. Katu sawa simile. Next time elda mwekange elda sapa kando, sawa? Wakaange hapa mbele. Ndio nawapata kwa urahisi. So, kuna miaka ukishafika, unatamani vitu zingine ungerudishwa nyuma ungefanya, si ndio? For example, kuna watu wale wanapokeanga Yesu na wanaokoka wakiwa wazee, si ndio? Wakiangalia vile vijana sasa wako active kwa kanisa, wanaimba, wanafanya nini, ana wish, si ndio? I wish ningekuwa nimejua Mungu hiyo wakati. So tunaambiwa our youthful years are full of strength, we should not waste them. Hello? We should not waste your youthful years. Hiyo ndo time unafaa kutumikia Mungu. Then hiyo miaka ya ujanani ndo inafaa pia kanisa isaidia watu kukua viongozi. Si tunasemanga vijana ndio viongozi wa kesho? Watakuwa viongozi bila wazee kuwashikilia mikono? Hello? Ni wazee wanawashikilia mikono na wanaonyesha footsteps za uongozi. Aya, the next part ya hiyo verse inasema before evil days. Kiswahili ilikuwa inasema aje, nitaje evil days? The difficult days. Ya Kiswahili ilikuwa inaita aje? Siku mbaya ama? Okay, Kiswahili inasema siku mbaya. So hizi siku mbaya in short ni old age. Hello? Sioni mzee hapa. Hapa kuna mtu ako 80 years. Hello? Who is the oldest in this church? Elda who? Elda kawe kuja. Simama. Huyu si mzee, huyu ndo mnasema the oldest. Huyu ndo mnasema the oldest. Kwa hii church. Elda, how old are you? Pole kuuliza, how old are you? 7. Elda is only 70 years. So ni kijana. Kuna wazee ukiona hii uze Biblia inaongelea si elder 7 years. Evil days ni old age. Ebu mtu asome verse ebu soma hiyo Ecclesiastes 12 verse 1 verse 5 to 7 hapo. 7 verse 5 to 7 hapo. Okay, nani ako ready? Chapter 12, soma verse 2 mpaka 7. Ndio tuone hii old age iko na nini hapo. 12 verse 2 inasema, while the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. Okay, achia hapo. So ni nini inaonanga the stars and the moon kwa mwili ya mtu? Ni nini inaonanga stars and the moon and the light and the darkness?
ni macho, si ndio? Yes. So the evil days, the old age, ni wakati macho ya mtu imefanya nini? Imepotea juu ya uzee. So elder ako sawa. Endelea verse 3. Verse 3 nasema, in the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few. Okay, and those that... Hebu achia kidogo hapo. So, inatuambia umetoa hiyo maandishi. Umeweka maandishi kidogo ilikuwa hapo. Imerudi. Yeah, inasema when the keepers of the house tremble. Who are these keepers of the house? Nini wewe inatetemeka mtu akizeeka, akitembea? Miguu, magoti. Okay. And the strong men bow down. Kuna kitu inaitwa spinal cord, si ndio? Imeanzia wapi mpaka wapi? Kwa kiuno. Aya. Spinal cord inashikilia mwili, si ndio? So, ukiwa mzee, spine yako inazeeka pia, si ndio? So unapata una nguvu, uwezi simama, uwezi fanya vitu ulikuwa unafanya. Kama ulikuwa unaendesha baisikeli, sasa uwezi endesha, si ndio? Aya, magoti imechoka, ina tremble, si ndio? Mikono. Aya, endelea kutoka hapo. In the day when keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few. Aya, ngoja hapo. Kuna when the grinders cease. Grinders ni nini? Men. Hello? Grinders ni nini? Men. Grinders ni meno. Kiswahili imeitaje? Kiswahili imesema aje? Inasema siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba. Ati wasadao? Wasagao. Hiyo ni nini? Grinders. Wasagao. Azini kusiaga. Oh. Wewe Kiswahili. So, the grinders ni meno. Mkiona mtu mzee kabisa anakuanga na meno. So tumeona the evil days ile Biblia inaongelelea ni wakati umezeeka mpaka una meno. Una nini ingine? Una macho, si ndio? Miguu imekosa nguvu, inatetemeka. Nini ingine? Magoti. Nini ingine? Mgongo imechoka. Sawa. So mtaendelea kusoma hiyo verse peke yenu. So hapo ukiangalia the evil days, Biblia inasema ni wakati kuna physical decline. Everything physical imefanya nini? Imekosa nguvu. Kuna shida ya macho. Kuna shida ya hearing, si ndio? Ushaongea na mtu mzee kabisa, anakuambia sijasikia, hebu sema unasikia tena, unamwambia tena hajasikia. Alafu unasonga karibu na masikio yake ndo anasikia. So unapata hearing imeenda, sight imeenda, nguvu imeenda, si ndio? So tunaambiwa vijana, you should remember your creator when you are a youth. Such that ile time utazeeka ufike una hizo vitu zote, you will not regret. The next nini nasema, utasema I have no pleasure in them. When we serve God while we are youthful, when we get old, hatuta regret. Hatutasema I wish ningetumikia Mungu nikiwa kijana. Juu tumemtumikia tukiwa vijana mpaka tukazeeka. Unataka kuniambia saa hii wangapi hapa wameshaenda Mount Longonot? Hebu nione watu wameenda Mount Longonot. Hakuna watu wameenda Mount Longonot hapa. Hata na shule, hata na AMO. Kiongozi wa AMO wako wapi hapa? Kiongozi wa AMO wako wapi? Ameenda na kwaya. Ameenda na kwaya mdogo wake. Aya, watu wa AMO wala wako hapa wasimame. Watu wa AMO wote wasimame please. Hii koda ndio inakaa iko na AMO wengi. Aya, nataka watu wa AMO wachague mtu mmoja atawasimamia awapeleke Mount Longonot. Amen? Atielda umoke. So
Sawa, kaeni chini, asante. So kiongozi wa AMU akikuja, mwambie awapeleke kabla mzeeke, sawa? Kabla keepers of the house zianze kutremble, sawa? Yeah. Ndio ukizeeka ukae chini usemange at least hata nimezeeka nili climb Mount Longonot. Aya, wamama, kiongozi wa mama kwa wapi? Siniambia ameenda na kwaya. Habari yako. Umeipeleka mama Mount Longonot? Umeshaenda kupanda mlima gani hapa karibu? Upange wa mama muwapeleke huko, sawa? Wajaribu. Ndio mtu akizeeka akumbukange nikiwa na nguvu nilifanya nini? Asante Keti. Yeah, so tunaambiwa kuna siku zinakuja utakuwa unasema hauna pleasure, si ndio? Kiswahili nasema una nini? Una raha. Chapter 12 verse 1. Inasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijajaa siku zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Haya. Kuna hiyo miaka inakuja utakuwa unasema una furaha, uenjoy, si ndio? Yes. Juu kila kitu imeenda, umebaki tu hivyo. So vijana, tafadhali, you should serve God while you are still having strength. Aya. Kuna vitu kidogo nataka tu kutaja juu alafu tumalize. Kuna vitu kidogo tunafanyanga tukiwa vijana alafu ina determine how we will age. Hello? Umewahi kutana na mzee anatembea, ukamwangalia, ukasema yeye huyu mtu akiwa kijana alikuwa anafanya hii na hii na hii. Nenda umewahi kutana na mtu mzee alafu akaangalia akasema yeye huyu akiwa kijana alikuwa anafanya hivi. Amjui? Aya. So kuna vitu tukifanya at our youthful age ina affect our old age, ina affect our future. For example, our lifestyle. Ambassadors, hello. The lifestyle you live now, ita affect vile utazeeka. Ukweli ama uongo? Niambieni example ya hiyo kitu kani ukweli. What do you do now that will affect your future? Mmenembea ni ukweli? For example, wacha nipatie example. Vitu mnakula. Mnakulanga nini? Smocha, acha smoky. Mnakulanga smocha, si ndio? Aya, nini ingine? Yogurt, mutura, si ndio? Aya, hizo vitu ukikula saa hii, wewe jua tu kizeeka zitakuaffect. Sawa? Hello? Kuna magonjwa unapatanga at old age sababu ya vitu ulikula ukiwa kijana. Sawa? Hello? Vile unakula ukiwa kijana itaamua vile utazeeka. Kama unakula bila mpango unakuwa obese, utazeeka tu ukiwa obese. Aya, kuna kitu kama self control and temperance. If you don't control yourself, tuseme unakula bila kipimo, si ndio? Itakuaffect ukizeeka. Ukishakuwa mzee, umeacha watoto wako wote Nairobi, umerudi nyumbani peke yako, si ndio? Vitu ulikuwa unafanya huku Nairobi, for example, watu wameajiriwa, ukiretire unaenda nyumbani, si ndio? Utapata nyumbani hakuna mutura. Hello? Mutura ndio upate, utatembea kama kilomita 1 ndio ufikie. Utasurvive. Kama ulikuwa addicted to mutura, utasurvive. So ndo tunasema kuna vitu za temperance. You should control how you eat, what you eat. It will affect your future. Kama uko na appetite sana, jueni kijana, ukiona unaendelea kukua, sasa wewe ni ambassador. Uko na appetite, unakula vile unataka. Ukifika 30 years hapo punguza, sawa? Unapunguza juu saa 30 umeoa ama umeolewa, si ndio? Ukuli peke yako, mnakula watu wengi kwa nyumba. So una reduce appetite, ndio i-accommodate kila mtu. Alafu ukiendelea kuzeeka after hiyo, pia unapunguza appetite. Unapunguza hata kiasi ya chakula. Aya. Kuna our mental health. How we handle our mental health at our youthful age.
Vitu unafikirianga kwa akili. Vitu zimejaza hiyo akili yako. Tukipasua saa hii akili ya kila mtu tutapata nini hapo ndani? Hello? Tukipasua hiyo akili yako saa hii tutapata nini hapo ndani? Nini unafikiria? Vitu mingi mbaya, si ndio? Ama ni mzuri? Aya, unaona hii miaka yao ndo unasikia mtu campus ameuliwa na boyfriend, si ndio? Hello? Umezindikisha mtoto vizuri, ameenda shule kusoma, kumbe ameenda huko ameshikana na kumbe boyfriend wake akona mtu mwingine, si ndio? Huyu mtu mwingine akimpata na yeye inakuwa nini? Inakuwa murder case, si ndio? Sisi kuna murder case ya student wa KMTC. Si mzazi wake hakujua hiyo, si ndio? So, mara nyingi ukitaka kukuwa na boyfriend ama girlfriend, tafadhali ambia mzazi. Hello? Do you tell your parents your secret? Ati mtu anauliza why? You know why you should tell them? Unaona kama huyu msichana ameuliwa, maybe mama yake hakujua kuna boyfriend, si ndio? But angejua angefanya nini? Angemadvise, si ndio? Angemwambia ukitaka kukuwa na boyfriend, maliza shule kwanza. Boyfriends hawahami, si ndio? Hello? Mzazi angemguide amwambie kuna the right time ya. So please from today, be telling your parents your secrets. So you trust your boyfriends and girlfriends than your parents. Hello? Unapenda rende, watu wamesurround kuliko wazazi. You are still under your parents. Just tell them, please. Young adults wako wapi? Hebu nione youth. Young adults wako wapi? Hebu niwaone tu, please. Do you still tell your parents your secrets ama mko independent? Mnasemanga? Mko independent ama you tell them? Yeah, inafaa unaambia wazazi siri. Hata kuna vitu sahihi, niwaambia mama yangu anajua na baba yangu ajui. Sio ni siri yetu watu wawili. So many times it is good to share your secrets with your parents. Kama una parent, share na guardian. Atakudirect, atakuguide. Ndio vitu zingine zikitokea at least anasema I was aware of that relationship. Abaki na stress. Unaweza uliwa na boyfriend, mzazi abaki akiwa na trauma milele. Yeah. Okay, the next thing ile na determine how you age ni mavazi. Hello? The way you dress when you are a youth will affect how you will grow old. Ukweli ama uongo? Kama unavanga tight, unavanga vitu ziko tight, zimekushika hivi. Ukizeeka itakuwa na effect. Ukivaa nguo tight na kufinya hivi, inafinya misuli, alafu inakupatia tena shape nyingine si natural. So ukigrow old, unapata mwili yako maybe kuna nyama ziko shapeless, ndio? Alafu pia mishipa zimefinywa. Maybe hupumui vizuri, unapata shida za breathing system. So the way you dress now will determine your future. Your friends now will determine how you age. Wale wazee kidogo, mtu akiretire aende nyumbani. Marafiki anapatanga huko nyumbani ni wale alikuwa nao Nairobi. Hello? Ukiretire umetoka Nairobi umeenda home. Unabebanga marafiki wako wa Nairobi unaenda nao nyumbani. Unaanza create new friends, ndio? So the friends you had in Nairobi will determine wale wa nyumbani. Kuna watu wako hapa wakienda nyumbani hawaongeleshangi majirani, si ndio? Hello? Uongei na majirani nyumbani. Ukisharetire watakuja kukupokea. Utakuanga lonely, si ndio? Na itakuaffect. So the friends you have when you are young, ita determine vile una age. Alafu lastly, tuko na relationships. Hiyo ni kama pia friends. Even in the family, if you don't relate well with your family members, ukizeeka watakuachilia, si ndio?
Hello? Kuna rafiki yangu mwingine alikuwa anaishi mahali na huyo landlord mahali anaishi ni mzee sana kushinda elder. But huyu mzee ndiye anafunguanga gate. Yeye ndio anaangalia mbuzi, yeye ndio anafanya kila kitu. Mtu akitaka kuchukua hizo nyumba zake ni yeye atakufungulia mlango, akutembeze kwa hizo rooms. So tukaanza kuulizana, kwani huyu mzee ana hata watoto ama hata wajukuu? Hizi trust mtu wa kumsaidia hapa. So unapata yeye ni mzee but kila kitu ni anajifanyia, amezeeka. Unaona? So hiyo itafanya hata azeeke zaidi. Juu kuna majukumu mengi sana juu maybe I relate vizuri na relatives. So relatives pia wako very important. We should relate with them. Uanze uhusiano nao ukiwa tu mdogo hivi. Kuna majenzi wengi hata wajuangi relatives. Kukitokea matanga ndio wanakutana huko, unasikia hata juu ni kazini yake, kumbe amewahi katia huyo mtu. Hello? Inafaa mjuane. Mjue relatives wenyu, mtembeange nyumbani. Ndio usiwahi mtu ni relative wako. Aya, lastly, kuna vitu kama walking styles. Sijui kama vijana hapa wanakuanga na walking style. Kuna kijana wa church ya utembea different na watu wengine. Kuna mtu akitembea hata usiku tutajua tu ule ni nani anakuja, si ndio? Hizo walking style si mbaya, ni mzuri. Unaweza bounce, unaweza tembea ni kama na fly, si ndio? But know that they will affect your old age. Umeona mtu mzee lakini bado anang'ang'ana kutembea hivi. Umeona mtu kama huyo? Amezeeka lakini ile style alikuwa anatembea akiwa kijana ndo bado anang'ang'ana nayo. So hizo ni vitu tukifanya ujanani, we should do what? We should know they will affect our future. Then, now that's what about serving God. When we come to serving others, we should use our spiritual gifts and talents to serve the community. Wangapi walienda Global Youth Day? Mlienda wapi? Nyinyi ndio ile group ilikuwa Karura. So wangapi walidonate damu? Allah. Sasa kuna damu ilitoka huku. So mlienda Karura but we did not serve the community. Si ndio? How? Mlipeleka tissue. Na mlifika hospitali mkaombea wagonjwa. Hapo mmeponea. Hapo kiongozi umeponea. Karibu nikwambia upange mwende kuona serve the community. Yeah, so we should use our talents, our spiritual gifts to serve the community. So sisi kama kanisa tuko na idara nyingi, si ndio? Tuko na AMO, tuko na AWM, tuko na Pathfinder Adventurers, kila kitu. Mpangane muwe mna serve community because hiyo pia tuko saved to serve the community. So it's either ambassadors wakwe incorporated ndani ya kanisa, elda mkipanga evangelistic campaign mna involve, si ndio? Technical team hapa iko wapi? Technical team hapa inakaanga nyuma. Hebu simameni nione kama kuna ambassadors na youth hapo, kama wamepewa kazi. Okay, amen. Hapo mko sawa. Yeah, so they should be involved kwa planning ya the entire church activities. Ndio waweza hata kupeleka outreach. So my appeal today is that, do you want to regret in future life because your youthful life was wasted? Wangapi wanataka kuregret wakiwa wazee waseme sikutumikia Mungu nikiwa mzee? Aya. So tutumikie Mungu tukiwa bado na nguvu, ndio tukizeeka tusiregret. So how many people promise, especially the ambassadors, that despite the challenges we have in church and outside, we will still serve God because you have been saved? Wangapi? Na Mungu awabariki.